الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, wapendwa wafuatiliaji wa channel ya Malungu TV, tukiwa katika mwendelezo wa tafsiri ya kitabu chetu cha Bidayatul Hidayah cha Imam Al-Ghazali, na leo ni darasa ya pili. Mtunzi kama tulipoishia, walakin baada ya kueleza kama tulivyoeleza tukawa tumeishia hapo. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna al-hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun. Lakini sasa kabla ya hapo, lakini inatakiwa utambue kuwa antaalama, ujue, kabla kulli shay, kabla ya kila kitu, anna alhidayata, ya kuwa muongozo, allati, ambao, hiya thamaratul ilm, ambao huo muongozo ndio matunda ya elimu, laha bidayatun wa nihayatun, yana mwanzo na mwisho. Mwanzo tukiwa tukikusudia, tukisema mwanzo, almusammatu bishariati wa tariqa, tunakusudia hapa ni sheria na ni njia ya kuweza kuitekeleza sheria hiyo. Na tukizungumza nihaya, tunakusudia alhaqiqatu, ni uhakika, musammatu bilhaqiqa, tunasema ni uhakika baada ya kuwa umefanyaje, umefata sheria na njia ya kuielekea hiyo nihaya yake, ambao tunaita haqiqatu shay'in muntahahu wa hiya thamaratu shari'ati wa tariqa. Na uhakika wa kitu chochote hupatikana mwisho wake. Uhakika wa uchamungu wako tutaupata mwishoni. Tunakusudia baada ya kufa. Ukisha kufa wewe, tutajua kama ulikuwa karibu na Mwenyezi Mungu au ulikuwa mbali. Kwa hivyo tukikusudia bidaya, mwanzo, tunakusudia sheria na njia, namna ya kuifuata sheria na njia ya kuielekea sheria hiyo na kuitekeleza. Tukikusudia nihaya, tunakusudia uhakika na uthibitisho wa kile kitu ambacho ulichokuwa ukifanya. Wa dhahirun wa batin, lakini pia unatakiwa kujua kuwa kuna kitu kinachoitwa dhahir na kuna kitu kinachoitwa nini? Ni batin. Kwa sababu fa inna kulla batinin lahu dhahir, kila chenye batin kina dhahiri yake. Kila kitu kilichokuwa kimejificha kina dhahiri yake. Na uhalisia wa elimu unayoifanya, jambo la kwanza litakalotufanya tujulikane kwamba una elimu ni ule udhahiri wake unafanyaje. Na pia hauwezi ukatuonesha udhahiri mpaka utakapokuwa umethibitisha batini yake. Dhahiri haiwezi kuonekana mpaka batini iwe imedhihirika. Kwa hivyo mtunzi akawa ametuambia hapa Imam Al-Ghazali, lakini sasa kabla ya yote unatakiwa utambue kuwa kila kitu kina muongozo wake, ambao huo muongozo ndio matunda ya elimu. Laha bidaya wa nihayatun, ina mwanzo na mwisho, lakini pia ina dhahir na batin. Wala usula ila nihayatiha, na wala hakuna namna ya kufikia mwishoni kwake, illa baada ihkami bidayatiha, isipokuwa baada ya kuthibitisha mwanzoni kwake. Yani huwezi kupata tahqiq mpaka uthibitishe sheria na uwe umepita vizuri katika sheria na njia ya kuzielekea hizo, utekelezaji wa sheria kama hizo. Wala usuru ala batiniha, na wala hakuna uwezekano wa kuvuka katika batini ukaweza kufanikiwa batini, illa baada al-wuqufi ala dhahiriha, isipokuwa baada ya kuwa umesimama katika dhahiri yake. Imam Al-Ghazali akiendelea kutunukulia katika kipengele hichi ambacho ni muhimu sana. Katika nukta hii ni muhimu sana tuwe makini katika kuelewa, kwa sababu ni kitu ambacho kinahusisha dhahir na kinahusisha batin. Wa kullu man akhta tariqa dalla, kila mwenye kukosea njia utaratibu huwa anapotea. Sasa kama utakosea kuthibitisha ndani ya nafsi yako, bila shaka matunda ya kile kitakachoonekana dhahir kitakuwa ni batil.
kwa sababu umeonesha katika moyo wako una nia tofauti. Na hapa tokea mwanzo mpaka kufikia hapa, mtunzi bado akiendelea kusisitiza katika jambo kubwa ambalo ni la nini, la nia ya kutafuta elimu yako. Wakati unaendelea kusoma, wakati unataka kusoma ile elimu yako, hakikisha kuwa unasoma kwa sababu gani na unasoma kwa malengo gani. Wakatunukulia mfano ni mfano wa sheria huchukuliwa kama vile ni jahazi ambalo tunalolipanda ili kuvuka sehemu moja, lakini pia na njia ile ambayo ni bidaya. Kama tutakumbuka, bidaya tunakusudia ni sheria na njia. Sasa sheria ni mfano wa jahazi, alafu pia njia ni mfano wa nini, wa bahari. Huwezi kuvuka katika bahari mpaka uwe na nini, na kipandwa. Lakini pia na uhakika unaokusudiwa hapo, ambao ndio tukisema uhakika katika kitabu chetu tunakusudia nini, ni haya hapa, tunakusudia bilulu, inakuwa ni mfano wa lulu. Ili uweze kufika kuichukua lulu iliyopo katika kina cha bahari, lazima kwanza uwe na kipando ambacho kitakachokuweza kukufikisha sehemu ile kufika. Fala tahsulu al-lu'lu illa min al-bahri, kwa sababu lulu haipatikani isipokuwa ni katika bahari. Wala yatawassalu ila lujjati al-bahri illa bisafina, na wala hakuna kitakachoweza kukufikisha katika kina kirefu ama katika uwanda mrefu wa bahari isipokuwa uwe na kipando ambacho kinaweza kikakufikisha katika sehemu hiyo. Sasa vitu viwili ambavyo msomi anatakiwa kuvizingatia kabla ya kuitafuta elimu yake ni kuhakikisha kuwa moyo wake unakuwa safi katika kuelekea majambo kama hayo. Kwanza athibitishe sheria, anasoma kwa misingi ya sheria na kwa kufuata njia iliyokuwa sahihi pasina kuwa na njia potofu. Lakini pia ahakikishe kuwa anachokielekea kitamfikisha katika nihaya iliyokuwa nzuri. Hichi ndicho ambacho alichokuwa anatufundisha, anatuelekeza al-Imamu al-Ghazali katika kitabu chetu. Endelea kuwa nasi katika kuipata faida zaidi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.